Una mke? Nina mke na nina mtoto, lakini wapo Afrika. Na hivyo, lakini tunajua sisi ni wanaume, mzee wangu, hatuwezi kukosa nini madem kid, yani tunajua vitu kama hivyo. Da. Yani una mke lakini pakijitokeza. Unajua mzee wangu, tunajua sisi ni wanaume, na wanaume sisi waga haturizishwi, lakini unaweza ukao riziki, lakini bado kuna mtu ambaye unaweza ukatongoza wanawake wengi sana, lakini kuna mwanamke tu ambaye unampenda, lakini kuna michepuko mingine unaweza kujipigia nini, lakini wewe mwenyewe roho yako inajua yule mimi siwezi nikamwacha. Ndio kama hivyo mzee. So tunatarajia mkeo ambaye yuko Afrika atakuja huku ama inakuaje? Sijui, unajua babu hapa anaanza kufunga vitu kwamba hakuna mbuzi za kuja huku. Unaona vitu kama hivyo. Sasa sijui, lakini nafikiri akija ni kama kawaida, tutakuwa ni mke wangu tu kama inavyojulikana. So vipi akijitokeza mwanamke ambaye anapenda, taona hii video yani anakufurahia, so inakuaje? Unajua mimi ni mwanaume na siwezi nikakataa. Kama mwanamke amejileta mwenyewe, mimi siwezi nikazingua, kwa sababu unajua pastor amekwambia akijileta mwenyewe kanyaga. Kwa hiyo mimi nakanyaga tu. Wanasemaga yoyote ajitokeze. Mimi Mambo vipi ndugu mtazamaji? So this is Mr. Njwege TV, na bila kusahau make sure umesubscribe na ushare na comment, utakomentisha sana. Leo nimetembelea Washington DC, na kwa kutembelea Washington nimekutana na vitu vingi ambavyo sijawahi ona. Unaona, na leo hapa niko na jamaa wangu, tunataka piga naye story ili tujue yeye ni mtu gani, anajishughulisha na vitu vingi, kwa sababu nimeona ana support sana vijana, kitu kama muziki. Unaona, na tunataka tujue ni kwa nini anafanya hiyo kitu. So mambo vipi blaza? Safi, mzima uko fresh? Niko fresh kabisa mzee. Kwa majina unaitwaje? Kwa jina la kuzaliwa naitwa Lebon, lakini kwa majina ambayo kidogo watu wanafahamu au nafahamika Kelly Eagle. Hiyo ndio mzee. So maana Kelly Eagle ni nini? Nikisema Kelly Eagle, yani Kelly ni jina ni babangu mdogo, Kelly ni jina babangu mdogo, lakini ile Eagle nikaongeza ambayo ni ya kwangu mimi, kama unajua tena vijana mzee. Ndio. Okay. Kwa jina ambalo linalojulikana, jina ambalo wanalokuita sana ni Kelly Eagle. Ndio kabisa. Yani watu wote, yani ukisema jina yangu kuzaliwa wengi hawajui, lakini ukisema Kelly Eagle, ni huyo anamjua, ni kila mtu ananifahamu kwa jina hilo Kelly Eagle. Okay, so Kelly Eagle ni mtu gani? Kelly Eagle ni mtu simple tu, mtu wa kawaida tu kama watu wengine vile. Kelly Eagle anajishughulisha na vitu gani? Kiukweli mimi napenda muziki sana, na kuna msanii ambaye anakuwa namsimamia. Kwa kifupi napenda yani vitu vya muziki ndo waga na yani na visupport sana vitu vya muziki. Yani una support muziki na pia unaimba ama? Kuimba siimbi, lakini tu waga nasimamia msanii au wasanii, lakini sio wasanii shaka kusimamia tu msanii, nasimamia msanii yani. Na huyo msanii anaishi maeneo gani? Huyo msanii yupo kambini Nyarugusu kule tulipotoka. Tunaweza tukamjua ama ukamtaja kwa jina ama ni private? Naweza nikamtaja kwa jina kwa sababu ni msanii wangu, anaitwa Star Juma Khan. Star Juma Khan, YouTube anapatikana kwa jina gani? Hilo la Star Juma Khan, andika tu Star Juma utamuona pale. Yes, nadhani umesikia jina la msanii wako, pia tutalitia hapo ili watazamaji wazidi kuona msanii wako. So lini umeanza kusapoti huyo msanii wako? Sina muda mwingi, lakini nafikiri ilikuwa ni 2024, sijui mwezi wa 5 ndo nimeanza. Na anafaa vizuri? Kwa upande wangu anafanya vizuri, sijui kwa watu wengine, unajua kila mtu ana maono yake, lakini kwa upande wangu mimi naona anafanya vizuri. Okay. So watu wengi wanaongea sana, wengi wanasema kusapoti hakuna pesa. Sasa tunaona watu wengi wanazidi kufanya hivyo. Nikuulize kitu, je, kusapoti kama msanii ama hivyo vitu vya muziki, je, vinaingiza? Kiukweli nisidanganye, unajua kila mtu huwezi kumzuia mtu kuongea, lakini kiupande wangu kwanza
namsimamia huyo msanii wangu, lakini sijaanza kuingiza, bali mimi ndo natoa bado, lakini nafikiri ikifika kipindi na mimi nitakuwa narudisha yale matunda ambayo nilikuwa nayafanya vitu kama hivyo, lakini kwa upande wa kuingiza kwanza, kwa upande wangu sijajua na sijaingiza. Okay, nadhani unasikia. So unaimba pia kwa sababu umeniambia wewe ni msanii? Amna, mimi sio msanii, ila tunasimamia msanii. Okay. Tunaingia kuhusu maisha ya Marekani. Unajishughulisha na kazi gani hapa USA? Kazi ambayo mimi nafanya kazi Amazon, nafanya pick. Okay, nadhani amesikia. So unaishi maeneo gani? Na mimi naishi sehemu ambayo inaitwa Everett, ambayo ni hapo Washington. Yes, nadhani amesikia. Tunakuja kiupande wa familia, kwa sababu watu wengi wakisapoti wasanii wakifanya hivyo vitu, pia kuna wakati familia ipendagi hicho kitu. Je, ni changamoto gani ambazo unakutanana na watu wakisema kama unaharibu pesa, labda unafanya vina maana? Je, ni kitu gani unaweza ukaongelea kuhusu hicho kitu? Kuhusu familia kiukweli, hata familia yangu haijui kama nafanya hivyo vitu. Kuna vitu ambavyo mimi mwenyewe nimenavifanya na sijaambia familia, lakini kama kuna familia zingine ambazo zinajua kwamba labda sijui unafanya hivyo kwa nini, kama unaharibu hela, hawajui labda kilicho ndani ya vile vitu, lakini anayejua ni yule mtu mwenyewe ambaye ana support, lakini kwa upande wangu familia yangu haijui kabisa na haijawahi kujua. Okay, so ni changamoto gani ambazo unapitia kwa huko mtaani? Watu kunadhani familia haiwezi kujua, lakini marafiki wanajua, washikaji wanasema labda huyu jamaa anaharibu pesa, anakosa vya kufanya. Je, unaweza ukawaambia kitu gani hao watu? Unajua mtu akishapenda kitu inakuwa ni hivyo. Wapo watu ambao wanasemaga wewe msanii wako kwanza waga sijui ni mtu ambaye anatamaa sijui, yani kama unaharibu hela yako, unaona vitu kama hivyo. Lakini ukipenda kufanya kitu fulani, ukiwa unasikia maneno ya watu, huwezi kufanya kitu ambacho unakipenda, lakini maneno ni mengi tu sana. Okay, neno ni moja kwa watu ambao wanakutilia unafiki. Na wenyewe wajaribu kwanza kufanya wanavyofanya, wakiona kama ni sio vizuri, havifai, basi ndo watazungumza. Kwa hiyo yani kiufupi usizungumze kitu ambacho yani hujakifanya. Ni kama vile mfano unaweza kumwambia mwenzako eti anavuta bangi, sijui bangi sio nzuri. Sasa uijaribu kwanza, ukishona ni mbaya kwako ndo utasema. Sio hujavuta afu unaweza kusema eti kwamba sijui bangi ni mbaya. Kwa hiyo wajaribu kwanza, wakiona sio vizuri, ni kuharibu pesa, basi ndo watakuja kuongea. Haya, nadhani wamesikia. So bila kusahau, hii ni Mr. Njwege TV. Make sure you subscribe na kushare na kucomment. So tunakuja upande wa maisha yako. Nataulizia kwamba una mchumba, una mke, umeoa, una girlfriend ama inakuaje? Kwa sababu hii ni TV ya Mr. Njwege na inatizamwa na watu wengi. Labda hapa naweza jitokeza dada akakufurahia. So una mke? Nina mke na nina mtoto, lakini wapo Afrika na pia hivyo, lakini tunajua sisi ni wanaume, mzee wangu hatuwezi kukosa nini madem kid, yani tunajua vitu kama hivyo. Da. Yani una mke lakini pakijitokeza mzee wangu, tunajua sisi ni wanaume na wanaume sisi waga haturizishwi, lakini unaweza ukao riziki, lakini bado kuna mtu ambaye unaweza ukatongoza wanawake wengi sana, lakini kuna mwanamke tu ambaye unampenda, lakini kuna michepuko mingine unaweza kujipigia nini, lakini wewe mwenyewe roho yako inajua yule mimi siwezi nikamwacha. Ndio kama hivyo mzee. So tunatarajia mkeo ambaye yuko Afrika atakuja huku ama inakuaje? Sijui, unajua babu hapa anaanza kufunga vitu kwamba hakuna mbuzi za kuja huku na vitu kama hivyo. Sasa sijui, lakini nafikiri akija ni kama kawaida, tutakuwa ni mke wangu tu kama inavyojulikana. So vipi akijitokeza mwanamke ambaye anakupenda, taona hii video, yani anakufurahia, so inakuaje? Unajua mimi ni mwanaume na siwezi nikakataa. Kama mwanamke amejileta mwenyewe, mimi siwezi nikazingua, kwa sababu unajua hapa Islam imekwambia akijileta mwenyewe kanyaga. Kwa hiyo mimi nakanyaga tu.
Wanasemaga yoyote ajitokeze. Ya mimi napiga tu kabisa. Madada, nadhani umesikia yani, yoyote ajitokeze. Tupo na kijana wetu yupo Washington DC. Ukipendezwa naye, cheki tu inbox au unasemaje? Yeah, kabisa. Bila ubishi. Nadhani wamesikia kabisa. So hii ni Mr. Njwege TV. Tunataka sasa tunasikiliza msanii gani kwenye muziki, msanii ambaye unamfurahia, mwenye unasikiaga sana kule sijui ni Afrika ama wapi vile. Kule kuna wasanii wengi sana, lakini msanii ambaye anaongelewa sana. Wasanii wapo wengi na wapo wengi wanaofanya vizuri sana tu tunaona, lakini kuna msanii ambao anazingua, yani anasumbua sana kabisa. Yani kila mtu fulani. Msanii mmoja ambaye anaitwa Nyago Man. Nyago ndo msanii ambaye anasumbua yani kule, yani tuseme muziki anaubeba sana. Sana. Yule kijana anafanya kazi. So una kitu gani cha kumwambia Nyago Man? Naweza nikasema kwamba Nyago Man popote ulipo au popote alipo, azidi kufocus na azidi kufocus na muziki, kwa sababu mimi namuona, yani ninavyomuona, mimi naona kama maisha yake ni muziki. Naona kama amezaliwa kwa sababu ya muziki. So Nyago, hii ni Washington na kazi zako zinafika huku. Pia jamaa yetu ametuambia unafanya vizuri sana, na pia anasema endelea kufanya hivyo. Big up sana. Shout out for you. So una kitu gani cha kumwambia kingine Nyago Man? Sina kingine tofauti na kumwombea Mungu azidi kuendelea na muziki, kwa sababu unavyomuona ni mtu ambaye amezaliwa kwa sababu ya muziki, kwa sababu ule jamaa kitu muziki, ule jamaa yupo serious na muziki wake, na kama kitu muziki kabisa ule jamaa anaweza. Labda kama kuna vingine vitu vya tofauti mimi sijui, lakini kuhusu muziki ule jamaa anafanya. Ila watu wengi wanasemaga kama Nyago Man ni mshamba, akinunua kitu anaposti, sijui akifanya hivi anaposti, yani kitu cha kishamba. So unaweza kuongeleaje kwa kuhusu hicho kitu? Unajua mzee, ndugu mtangazaji, unajua kila mtu, kila mshabiki au mtu anajisikia kuongea, huwezi kuweza kumzuia mtu kwamba asiongee, na yeye mwenyewe ndo anaona afanye vile. Sasa wewe wa pembeni ukishaona sasa uongelee tofauti na vile, utakuwa basi wewe ndo una akili. Basi kama ni ushamba, muache basi na ule ushamba wake, ndio anaona kwamba ndo njia yake nzuri kwake, kwa sababu wapo wasanii wengi sana wanaonesha vitu fulani. Hivyo mimi sioni kama kuna ubaya, ni zile kwanza ni brandi, na kama ukiona kwamba ni ujinga basi na wewe kanunue, afu na wewe uwe na post tu. Neno moja kwa watu wanaozungumza hivyo unawaambiaje? Hao watu naona kama tu bado akili zao bado ni ndogo, lakini ni vizuri waendelee kusema vile. Unajua ukiwa unamwongelea mtu kwa ubaya ndo anazidi kuwa nafanya zaidi ya vile. Nadhani wamekusikia. So tunakuja huku USA. Kuna wasanii wakina Gaspar, wakina Imoda, yani ni wasanii wengi. Na wengine na wasahau. So ni msanii gani ambaye unaona kabisa ni kwa upande wa Marekani anafanya vizuri? Kiukweli unajua tunaongea tu kweli. Wasanii ni wengi wanafanya vizuri kwa huko Marekani, lakini msanii ambaye anasikilika sana na msanii ambaye anafanya vitu ambavyo ni vizuri mpaka kila mtu anapenda ni Gaspar. Gaspar, makofi kwako. So unafanya vizuri na wewe pia kwa upande wa Marekani. Neno moja kwa Gaspar? Pia vile tu Mungu azidi kumsaidia, azidi kufocus, kwa sababu naye pia ni kama vile tu kwa Nyago. Hivyo yani ni mtu ambaye anafanya muziki na anajua muziki, na muziki wake ni tofauti sana na muziki ambao tunaoizoea huko. Kwa ni msanii ambaye anafanya vizuri sana, endelee. Nadhani kipindi chetu kinaishia hapa. Kama una kitu cha kuongezea unaweza kuongezea. Amna cha kuongezea tu tofauti na kusema kwamba subscribe, share na kucomment TV yetu ya Mr. Njwege TV. Wasisahau kusubscribe na kushare na comment, atakuwa sana. So bye bye, chill next time.